Majina naitwa Godfrey Philemon Gotola, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tarime. Binafsi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa kibali, fursa na baraka ya kuweza kupata fursa ya kuweza kuzungumza na nyinyi katika siku ya leo. Lakini ninayo mambo kadhaa ambayo nitayafafanua hapa, lakini tutajadili mambo kadhaa yanayohusu taifa letu. Nimesimama mbele zenu leo, waandishi wa habari, nikiwa na masikitiko makubwa sana juu ya tabia ya baadhi ya viongozi wa vijana ambao tumekuwa tukiwaona katika mikutano mbalimbali wakizungumza lugha za kebei, lugha za kiburi, zilizojaa kiburi, lakini pia matusi pamoja na dharau. Sasa leo mimi nataka niseme ukweli. Kuna mwenyekiti mmoja hivi wa chama hichi cha Demokrasia na Maendeleo, ndugu Mahinyila. Huyu ni wakili, lakini mwenyekiti wa BAVICHA, Baraza la Vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Katika mkutano wa Mang'ora kuna kauli mbovu sana ambazo hazina heshima alizungumza katika mkutano wa hadhara, na kamtaja kiongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi na msemaji wetu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Kenani Rabani Kiongosi kwamba hana uwezo, hana ukomavu wa kuweza kuweka mdahalo na viongozi wao wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa ni jambo la kushangaza, na wakati mwingine unaweza kuona ni kama wanafanya maigizo kwenye majukwaa yao ya hadhara. Kijana huyu kwanza hana adabu, naonekana kabisa kwamba hana nidhamu. Msemaji wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndio mwenezi wa itikadi na mafunzo taifa, kwanza ni kijana wa Chama cha Mapinduzi ambaye amelelewa katika maadili ya kiuongozi. Kenani Kiongosi kwanza amewahi kuwa katibu mkuu wa TAHIRISO akiwa chuoni, na ameanza kupewa maarifa ya kiongozi akiwa bado kijana, lakini bado Chama cha Mapinduzi kikaja kumwamini akawa mwenyekiti wa vijana kule mkoa wa Iringa. Akatoka hapo akawa katibu mkuu wa vijana taifa. Lakini zaidi serikali ya Chama cha Mapinduzi ikauona uaminifu wake, hekima zake, maarifa yake, weledi wake wa kuchapa kazi bila kurudi nyuma, ikaendelea kumpa fursa za kiuongozi katika teuzi mbalimbali katika nchi yetu. Amewahi kuwa mwenyekiti, amewahi kuwa mkuu wa wilaya kule wilayani Iramba, amewahi kuwa mkuu wa wilaya Arusha. Lakini zaidi wako viongozi mbalimbali ambao wamewahi kumwamini katika nafasi mbalimbali, pia na kumpa nafasi na heshima ya kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu, baadaye kuja kuwa mkuu wa mkoa kule Arusha, na leo hivi sasa ndiye msemaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi chenye dola. Sasa huyu ni kada mtiifu na mbobezi, na ni kada ambaye ameshiba maadili ya kiuongozi. Kwa hiyo ndio maana leo hii namuona anasimama katika majukwaa makubwa akinadi sera za chama, akieleza namna implementation ya ilani yetu inavyotekelezeka kwa wananchi. Na nyinyi ni mashahidi, katika mikutano yake ya hadhara katika mikoa mbalimbali, wananchi wamekuwa wakijitokeza kwa kiasi kikubwa kwenda kusikiliza ujumbe ambao anautoa katika mikutano yake ya hadhara. Na hii inathibitisha ni wazi kiongozi huyu amekuwa mahiri katika kutetea, kupambania, kukisemea chama ili yale ambayo ni maboresho katika chama chetu na serikali yetu basi yatekelezeke kwa mapema
ili jamii yetu hasa Tanzania yetu iweze kupata maendeleo. Sasa ni jambo la ajabu kumuona dogo huyu wa Chadema ndugu Deo Mahinyila kutamka lugha za kebei kwamba kada wetu mtiifu Rayban kiongozi hana uwezo wa kuweza kufanya mdahalo na viongozi wa Chadema. Labda nikwambie ndugu mwenyekiti wa vijana wa Bavicha kwamba mdahalo sio zawadi ya cheo, mdahalo sio zawadi ya uongozi, bali mdahalo ni nafasi ya kupima maarifa na uwezo kifikra, kiuongozi pamoja na maono. Sasa mdahalo ndio unaothibitisha hoja masubuti, hoja zenye nguvu. Kwa hiyo kitendo cha wewe kutuaminisha kwamba Kenan akafanye mdahalo na vijana wenu wa Chadema wa vyuo vikuu, kwanza wewe ni kujizalisha. Lakini pili, umefanya jambo la hovyo kwa sababu unatumia ajenda hiyo ya kukimbia mdahalo na kada yetu mtiifu Kenan kiongozi kwa kujificha kwenye kichaka cha karanga, ukiamini kwamba hatutokuona. Na sisi Chama cha Mapinduzi na vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Tarime tuko tayari kukujibu kwa kauli za ovyo, kukujibu kwa kejeli za ovyo. Kama hutaacha, basi sisi tutakujibu kama utakavyokuwa umekuja. Na leo nimesimama mbele yako kuzungumza na kutuma salamu. Na salamu hizi naweza kwenda kuzituma sio salamu za rambirambi, lakini salamu ambazo zinazotaka kukurudisha kwenye mstari, ili ujue kwamba unapokuwa umepata fursa ya kuzungumza kwenye majukwaa makubwa, nenda kazungumze hoja zinazowagusa wananchi. Sasa kwenda kuzungumza mambo ya hovyo ni zaidi unajizalilisha. Na leo sisi vijana wa Tarime tumeamua kutuma makombora ya masafa mafupi. Lakini kama utaendelea na tabia hizi za hovyo, hakika nakwambia tutaendelea kutuma makombora ya masafa marefu. Na hili nimezamiria, nimeamua kuzungumza kwa hekima na kwa utulivu, nikiamini kwamba ujumbe huu utakufikia na watakuletea. Lakini zaidi, Chama cha Mapinduzi kimeendelea kupambana katika ziara zake mbalimbali. Na juzi nyinyi mashahidi waandishi wa habari, wako viongozi wetu, katibu wetu wa wazazi, kaka yangu Ali Hapi anafanya kazi nzuri, pamoja na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mzee wetu ndugu Masatu Wasira, na walijibu baadhi ya mambo na wakatoa takwimu namna ambavyo tumekuwa tukiwashinda sana vyama hivi vya upinzani. Na wakati mwingine ndugu zangu wananchi, ni vitu vya kuchekesha, ni vitu vya kushangaza. Watu hawa wanaodai kwamba wanaonewa kwenye uchaguzi, ndio hao kila ongo ya uchaguzi wamekuwa wakishiriki, na baadhi ya viongozi wao wa Chadema wamewahi kuwa wabunge katika maeneo mbalimbali. Sasa ukianza kupima hayo na haya yanayoendelea kwamba mambo haya vyombo hivi ambavyo vinasimamia uchaguzi kwamba vina wakandamiza, ni mambo ya kijinga tu ambayo kimsingi hayana maana. Niwaombe, tunaposema kwamba Chama cha Mapinduzi kinatekeleza wajibu, huwa kweli kinafanya implementation kwa matendo. Na nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi. Alipoingia Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi yetu ilikuwa inakusanya trilioni 18. Alikuta zinakusanywa trilioni 18, lakini toka ameshika hatamu sasa nchi yetu inakusanya kutoka trilioni 18 mpaka trilioni 36. Sasa hii ni namna ambavyo unaweza kaipima nchi ambayo sio corrupt, kwa sababu moja kati ya sifa za nchi ambayo sio corrupt ni nchi ambayo ina uwezo, imejipambanua katika ukusanyaji wake wa kodi.
Lakini zaidi nyinyi ni mashahidi, mnakumbuka ni miongo kadhaa kulikuwa hakuna ajira hapa, lakini daktari huyu Samia Suluhu Hassan toka ameshika hatamu amekwisha zalisha zaidi ya ajira 100,000 katika sekta mbalimbali, kuanzia sekta ya afya, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini na taasisi mbalimbali za umma. Sasa tunapata ukakasi na kusikitika sana kuona badala ya kujenga hoja za kisera kuhusiana na uchumi, uwekezaji, ajira kwa vijana, lakini watu wanajenga hoja majukwani kwa kejeli, kebei na matusi. Na hii ni dalili kwamba wamefilisika kisera.